Asante. Baba Askofu Eli Mwakapianila, askofu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi wa kanisa la FAMTI, viongozi wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi wa FAMTI, Mheshimiwa mbunge, tunatambua uwepo wa mwakilishi wake mahali hapa, lakini mkurugenzi wa halmashauri ya Momba, afisa taaluma wa elimu ya msingi Momba, afisa maendeleo wa halmashauri ya mji wa Tunduma, wafanyakazi wa shule ya Msamaria Mwema, viongozi wote ambao tumejumuika mahali hapa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mwenyekiti wa hafla, viongozi mbalimbali, wazazi, walimu na wanafunzi, wageni wote mliohudhuria hapa. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, afya, kutuwezesha kukutana katika siku hii muhimu ya kihistoria kwa ajili ya kusherekea mahafali ya 5 ya darasa la 7 ya shule ya awali na msingi ya Msamaria Mwema. Kwa kweli ni furaha na heshima kubwa kwangu kuwa pamoja nanyi katika siku hii ya leo. Ninashukuru sana uongozi wa shule pamoja na wadau wote kunialika kuwa mgeni rasmi katika mahafali hii, na nimepokea mwaliko wenu kwa furaha na moyo wa unyenyekevu mkubwa, nikitambua kwamba hii ni heshima kwangu na heshima kwa kanisa letu la FAMTI. Pia nimesikiliza kwa makini risala ya shule. Nimefurahishwa sana na taarifa mbalimbali nilizopokea kuhusu maendeleo, mafanikio na mipango ya shule. Kwa hiyo kwa niaba yangu na mke wangu niliyeambatana naye, na wasalimu tena katika jina la Yesu, na asanteni sana kwa kutualika. Nitoe pongezi kwa shule. Ndugu washiriki hafla hii, napenda kuipongeza sana shule ya awali na msingi ya Msamaria Mwema kwa hatua kubwa ambayo imefikia tangu kuanzishwa kwake mwaka 2014. Kwa kipindi hicho shule imeendelea kukua katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na idadi ya wanafunzi, walimu, miundombinu na muhimu zaidi mafanikio ya kitaaluma. Nimefurahishwa sana kusikia kwamba shule imekuwa ikifanya vizuri katika mitihani ya darasa la 7. Imeweza kuwapeleka wanafunzi katika shule mbalimbali za maalum na za vipaji. Haya ni mafanikio makubwa sana. Kuwapeleka wanafunzi katika shule mbalimbali zenye ushindani mkubwa kitaaluma ni ishara kwamba kuna juhudi kubwa zinazofanywa na uongozi wa shule, walimu, wazazi na wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo nawapongeza sana. Lakini pia ningependa kusisitiza kwamba mafanikio ya jana yasitufanye turidhike. Mafanikio yawe chachu ya kutafuta mafanikio makubwa zaidi kesho. Pongezi kwa walimu. Ndugu walimu, napenda kuwapongeza sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Kazi ya walimu si kazi nyepesi. Mwalimu anapokea mtoto akiwa katika hatua za mwanzo na kujifunza, kisha kutumia muda, maarifa, uvumilivu na upendo kumjenga mpaka aweze kusimama mwenyewe. Kwa hiyo kila mwanafunzi anayefaulu na kwenda katika shule nzuri ni sehemu ya matunda ya kazi ya mwalimu. Hebu tuwapigie walimu makofi walioko mahali hapa. Naomba walimu muendelee kufanya kazi kwa moyo na kwa kujituma. Msilegee ufaulu wa mwanafunzi pekee, bali pia mjenge tabia, nidhamu, uadilifu, heshima, uwezo wa kufikiri na kumcha Mungu. Mtoto anayefaulu mitihani lakini hana maadili bado hajakamilika. Tunataka mtoto mwenye maarifa, nidhamu, heshima, uadilifu, uchapakazi na kumcha Mungu. Lakini nirudi kwenu wazazi. Kwa wazazi na walezi, napenda kuwapongeza pia. Kazi ya kusomesha sio kazi ndogo. Ninafahamu changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza pale tunapokuwa tunahangaika namna ya kuwawezesha watoto wetu, kuwalipia ada,
kuwatafutia uniform, kuwalipia michango mbalimbali inayohitajika, na hata kufikia hatua hii ambayo mtoto anahitimu elimu yake ya msingi. Kwa hiyo wazazi, Mungu awabariki sana kwa jitihada hizo. Lakini elimu ya mtoto haiwezi kuachwa kwa mwalimu peke yake. Mwalimu anafanya sehemu yake shuleni, lakini mzazi ana nafasi kubwa sana nyumbani. Mzazi anapaswa kufuatilia maendeleo ya mtoto wake, kujua anasoma nini, ana tabia gani, anakutana na changamoto zipi. Ninawasihi wazazi, kama ambavyo walimu wameendelea kusisitiza, watoto hawa wamefikia hatua hii ya kuhitimu darasa la 7, lakini wanaporudi nyumbani, hebu tuendelee kuwajenga na kufuatilia kile ambacho kimejengwa na walimu kwa kipindi chote cha miaka 7 tuliowaacha wakiwa hapa shuleni. Tusimsubiri mtoto afanye vibaya ndipo tuanze kutafuta suluhisho. Tushirikiane kumjenga mapema. Lakini ujumbe kwenu wahitimu, ambao kwa namna ya pekee mmegusa sana moyo wangu na kuona namna ambavyo mlikuwa makini kuzingatia yale ambayo walimu wamewafundisha tangu mlipofika mahali hapa shuleni. Kwa nini nasema nimeguswa? Tumeona matokeo. Tumeona watoto wakitufundisha mambo makubwa, si kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza bila wasiwasi wowote. Nimeshuhudia mtoto akibabaika kusema Kiswahili na sio Kiingereza. Hiyo ni kuonyesha kwamba walimu wamefanya kazi yao na majukumu yao ya msingi kwa kipindi chote watoto walipokuwa hapa. Sasa napenda kuzungumza moja kwa moja nanyi wahitimu 25 wa darasa la 7. Leo ni siku yenu muhimu. Mmefika hapa baada ya miaka kadha kusoma, kufanya mtihani, kupewa kazi za shule, kufundishwa, kushauriwa, kulelewa na walimu pamoja na wazazi wenu. Lakini mnafungua ukurasa mpya wa maisha yenu ya elimu. Mnaelekea katika hatua nyingine ambayo inahitaji bidii zaidi, nidhamu zaidi, umakini zaidi na kumtegemea Mungu zaidi. Ningependa kuwaachia neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 linalosema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si mawazo si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Wahitimu wangu, Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yenu. Ndio maana amewafanikisha, na ninaamini kabisa na kuungana na waliotangulia kwamba katika matokeo yenu tunategemea hakuna mhitimu wa siku ya leo atakayepata division 2. Wote mtabaki kwenye 1, tena zile zenye vigezo vya hali ya juu. Kwa hiyo msiogope kesho yenu. Msiogope changamoto mtakazokutana nazo katika hatua inayofuata ya elimu. Lakini kumbukeni kuwa mpango wa Mungu hakumaanishi kwamba hamhitaji kufanya kazi kwa bidii. Mungu anahitaji ushirikiano wenu katika kujisomea kwa bidii, lakini pia kuweni makini, nidhamu, waheshimuni walimu huko mtakapoenda, na muendelee kuwaheshimu hawa ambao mmekuwa nao mahali hapa. Katika kipindi ambacho mtoto anakaa shuleni, walimu wanaowafundisha, hata kama wengine wanakuwa na umri unaotaka kulingana, lakini bado mwalimu ana nafasi ya mzazi kwa mtoto anapokuwa shuleni. Kwa hiyo ninawasihi wahitimu, endeleeni kuwaheshimu walimu waliowalea hapa katika shule ya Msamaria Mwema. Lakini hata huko mtakapokwenda, nidhamu ikawe ngao yenu na kuwaheshimisha, ili watu watakapowaona waulize msingi wenu umejengewa wapi. Watambue kwamba msingi wenu umejengewa katika shule ya Msamaria Mwema, na kwa kufanya hivyo mtaitangaza zaidi shule ya Msamaria Mwema kokote mtakapokuwa mnakwenda. Lakini pia chagueni marafiki watakaowasaidia kufikia ndoto zenu. Epukeni tabia na makundi yatakayowaharibia maisha yenu. Pia nawakumbusheni katika maneno ya Mungu katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 12 yanayosema, mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio
katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Wahitimu, hili liwe somo lenu mnapoanza hatua mpya ya maisha. Msiutumie ujana wenu vibaya. Ninyi tena sio watoto wa chekechea, ninyi mnaelekea katika hatua za utu uzima. Kuna mambo ambayo kadiri mnavyoendelea mbele mnazidi kukua na kuongezeka, na hatua hizo zinawatenga jirani na wazazi, kwa sababu ninaamini wako ambao mlikuwa mnaishi hapa boarding school, na wengine mtatoka, mtakapoenda sekondari mtaendelea kukaa huko shuleni. Mazingira hayo yanawafanya mjitegemee na kuona kwamba nidhamu ndiyo itakayowafanya muendelee kuheshimika na kufanya vizuri maeneo mtakayokwenda. Lakini katika mambo yote msimuache Mungu, kwa sababu Mungu awe ndiye kimbilio lenu na ndiye msaada wenu katika mambo yote. Nataka kila mmoja aondoke hapa akiwa na kauli hii moyoni: nitasoma kwa bidii, nitakuwa na nidhamu, nitamheshimu Mungu na wazazi wangu, nitakuwa mtu wa manufaa kwa familia yangu, jamii yangu na taifa langu la Tanzania. Na mnapokwenda shule ya sekondari baadaye na katika vyuo na maeneo mbalimbali, msisahau mlipotoka. Tunaamini kwamba katikati yenu, kama ambavyo nimesikia wazazi wengine na walimu walikuwa wakisema, katikati yenu wako waheshimiwa wabunge, katikati yenu wako mawaziri, katikati yenu inawezekana yupo rais katikati yenu wa nchi hii huko baadaye. Msisahau mahali mlikotoka. Msisahau shule ya Msamaria Mwema. Mkumbuke mtakapokuwa mmefanikiwa kwamba ni wapi mlitoka, mje mtegemeze shule hii na mahali hapa ambapo pamekuwa ni msingi mzuri wa maisha yenu ya awali. Nendeni mkasome kwa bidii, nendeni mkawe na nidhamu, nendeni mkamtegemee Mungu, nendeni mkawe viongozi bora wa kesho, na Mungu awatangulie katika hatua mnayoipiga. Hongereni sana wahitimu wetu. Ndugu washiriki wa hafla hii, katika dunia ya leo tunahitaji sana elimu, lakini tunahitaji pia maadili. Mtoto mwenye elimu bila maadili anaweza kutumia elimu yake vibaya. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama wazazi, walimu, viongozi wa kanisa na jamii kuhakikisha kwamba tunawalea watoto wetu katika msingi mzuri. Ninapongeza shule hii kwa kuunganisha elimu, nidhamu na malezi ya kiroho. Hii ni package ambayo mahali pengine unaweza usiipate. Tumekuwa na namna ambayo tunasahau namna ya kuwalea watoto, hasa katika msingi huu wa elimu ya awali, kuhakikisha kwamba tunawajenga kiroho. Lakini hongera sana Askofu Eli Mwakapianila na mkurugenzi wa shule hii ya Msamaria kwa kuweka kipengele hiki muhimu kwamba watoto wanapokuja hapa wahudumiwe pia katika hali ya kiroho. Tuna swala la miundombinu. Ndugu wageni waalikwa na washiriki wa hafla hii, nimesikiliza pia sehemu ya risala inayohusu mipango ya uboreshaji miundombinu ya shule, ikiwemo madarasa mawili, mabweni mawili, nyumba za wafanyakazi na uzio na maktaba, kama ambavyo pia bunge la wanafunzi limetusemea mahali hapa. Wakati watoto hawa wanafanya bunge hili, nilikuwa naona wanaongea na sisi moja kwa moja. Japokuwa wametumia neno serikali, wametumia serikali ya Msamaria, wametumia neno rais wa Msamaria, lakini watoto hawa walikuwa wanaongea na wazazi mlioko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mahitaji muhimu kwa shule inayokuwa. Ningeomba sisi sote tuliokusanyika hapa, viongozi wa kanisa na viongozi wa serikali, kuunga mkono kwa hali na mali kuhakikisha kukutana kwetu hapa kunatuwezesha kuweka alama katika mahitaji ambayo yameonekana kuwa ni tatizo na yanawakabili watoto walioko hapa katika shule ya Msamaria. Shule bora haihitaji walimu bora pekee, inahitaji pia mazingira bora na kujifunzia na kufundishia. Madarasa, maktaba, mabweni, usafiri, umeme na usalama wa mazingira ya shule ni sehemu muhimu ya kujenga mazingira
katika elimu. Lakini nitoe ushauri kwa viongozi wa shule. Kwa uongozi wa shule, naomba muendelee kuweka mkazo katika maeneo makuu matatu. Kwanza, taaluma. Endeleeni kutafuta mbinu bora za kuongeza ufaulu wa kuwasaidia wanafunzi wenye uwezo tofauti. Lakini pili, nidhamu na maadili. Mwanafunzi anatakiwa kufundishwa kuwa na heshima, uwajibikaji, uaminifu na kujitambua. Katika level ya elimu hii ambayo watoto hawa wanapewa, sio kitu kinachojificha kwamba tunaandaa viongozi wa baadaye. Kwa hiyo wito wangu kwenu watu wa taaluma kujikita hasa katika maeneo hayo. Nitoe shukurani na nafasi ya kuwashukuru viongozi na wamiliki wa shule hii, usharika wa Kanani Famti, wamiliki wa pamoja na walimu, wazazi, wadau wote kwa kazi kubwa inayoendelea kufanyika na inayofanyika. Elimu ni uwekezaji wa muda mrefu na wa kizazi kijacho. Na ninapomaliza sitakuwa nimetendea haki risala ya wanafunzi ambayo walisoma mbele yangu kama mgeni rasmi, lakini pia kwa wazazi ambao tumejumuika mahali hapa, bila kutoa ufumbuzi na majibu, hata kama hayatakuwa yamejitosheleza, lakini kwa sehemu ya msingi itakayotufanya tuone kwamba katika kukusanyika kwetu mahali hapa kuna kitu kimefanyika. Nitangulize shukurani kwa mwakilishi wa mheshimiwa mbunge ambaye yeye ametuanzishia kwa kutoa mifuko 30 ya simenti, lakini nami pia kama mgeni rasmi pamoja na mke wangu Monica ambaye tumeongozana mahali hapa, tunapenda kutoa mifuko 50 ya simenti. Makofi mengi na mgeregere kwa mgeni rasmi. Mifuko 50 ya simenti. Lakini pia usharika ninaosimamia, usharika wa Famti Jerusalem Makole, mifuko 10 ya simenti. Makofi mengi na vigeregele, inakuwa jumla mifuko 60. Ninao marafiki wa Friends of Bishop Mwampona, mifuko 10 ya simenti. Jumla mifuko 70 ya simenti. Baba Askofu Eli Mwakapianiwa, tunatambua jitihada hizi ambazo unazifanya, na ninaona ni busara kuweka mkono wetu wa baraka katika kazi hii njema ambayo inajionyesha hata kwa kidogo tulicho nacho. Lakini natambua mahali hapa wako viongozi wa kanda hii ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, pamoja na viongozi wa jimbo na wachungaji wa Famti. Ningeomba mje hapa tuungane pamoja katika kuhakikisha kwamba tunafanya kitu kuhakikisha shule hii haibaki kama ilivyo. Usharika wa Kanani umefanya kwa sehemu yake, lakini kazi iliyobaki, kwa kuwa tunatambua kazi hii ya kwamba ni kazi ambayo inalitangaza kanisa la Famti, na katika kipindi cha miaka 10 ya maongezeko yenye mguso, hii ni sehemu tu ndogo ya makanisa au sharika ambazo zimeanza kuonyesha matokeo makubwa. Kwa hiyo si vibaya tukiunga mkono kazi hii kwa kuahidi na kusapoti kazi ambayo wenzetu tayari wamekwisha ianza. Nikukaribishe katibu wetu wa kanda hii ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, utuambie ofisi ya kanda itafanya nini kusapoti kazi hii. Nashukuru sana Bishop James Mwampona. Amen. Askofu wetu wa kanda ya kati kwa yale ulioyafanya, na sisi kama ofisi ya kanda Nyanda za Juu Kusini Magharibi ni shule yetu. Kwa sisi tayari kwenye akaunti ya shule tumesha dampu shilingi milioni 2. Amen. Na hii ni slipu ya nakala ya hiyo pesa ambayo iko kwa CRB Bank. Amen. Kwenye akaunti ya shule. Amen. Jamani, tuwapigie makofi.
shilingi milioni 2. Makofi mengi na vigelegele jamani. Nisikie makofi mengi tafadhali. Karibu Jimbo karibu. Asifiwe. Amen. Amina. Tunashukuru sana baba askofu. Sisi jimbo la Momba tunasapoti shilingi 200,000 iko hapa kwenye bahasha. Amina, tuwashangilie jimbo la shilingi 200,000 jimbo la Momba. Makofi mengi na vigelegele. Niliomba wachungaji pia, wachungaji wa kanda hii. Asante sana baba mchungaji, karibu. Amina, mimi nasapoti kazi ya Mungu na shule hii shilingi 50,000. 50,000 kwa baba mchungaji. Makofi mengi na vigelegele. Jamani wazazi, kazi hii ni njema mlioko huku ambao mnawahitimu. Kazi hii ni njema Hakuna mzazi anasema anataka kuunga mkono. Wazazi waweza kunyosha mkono. Tunataka kumuunga mgeni rasmi mkono kwa ajili ya kusapoti shule chochote ulichonacho mzazi. Lakini hata huku meza kuu kama yupo mtu anasema anataka kusupport, kama nimesahau kukutaja. Yes, kuna wageni wa maalum. Karibu sana wageni maalum. Wageni maalum pamoja na wazazi, karibuni pia tumuunge mkono mgeni rasmi. Karibu. Wili Mwakisunga shilingi 40,000. Makofi mengi na vigelegele. Asante. Kama kuna wageni wengine maalum, kuna ile kwaya ilimba hapa mwanzoni wakati tunaanza walikuwa wanasema tuna jambo letu. Ile kwaya wako wapi? Sauti ya Rehema. Sauti ya Rehema. Sauti ya Rehema, mwenyekiti au kiongozi yuko wapi? Kiongozi kwaya Sauti ya Rehema. Mwakilishi. Lakini pia wawakilishi wa shule mbalimbali, shule ya sekondari pia primary, karibuni. Naona mwakilishi wa kwaya Sauti ya Rehema ameninipa kweli kweli. Hii ndio raha ya kumtumikia Mungu ukiwa angali kijana. Karibu mwakilishi. Asante. Mwakilishi wa kwaya Sauti ya Rehema shilingi 90,000. Makofi mengi na vigelegele. Amen. Basi baada ya kusema haya, kama hakuna mwingine ambaye anawiwa kufanya jambo hili la baraka, asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Niombe watu wa keki. Watu wa keki tafadhali tunasogea. Watu wa keki tafadhali tunasogea. Wakati wa mgeni rasmi anaenda kuketi. Watu wa keki. Watu wa keki tafadhali. Watu wa keki. Niombe watu wa keki. Everything you put your hand on.